Yes, mtazamaji, kama kawaida hii ni Boda Live TV. Kuambia sisi tunasema safari ya madereva, mafunzo kwa wote. Na leo tumekutana na mshikaji hapa, atajitambulisha jina lakini atatuambia vitu ambavyo nitamuuliza, basi utasikiliza na utajifunza. Bwana, mambo vipi? Bwana poa. Shwari. Safi kabisa. Bwana, wewe ni dereva na ni bodaboda. Naam. Kwa muda mrefu sana. Hebu tuambie au mwambie mtazamaji, mkasa gani mkubwa ambao umewahi kukutana nao kwenye maisha yako mpaka leo huwezi kusahau? Mimi bwana, ni kweli ni bodaboda na ni wa miaka mingi kidogo, lakini shughuli zangu pia nimekuwa nikizifanya usiku mara nyingi sana, sio mchana. Sasa na kama unavyojua ndugu mwanahabari, usiku kuna mambo mengi sana, kuna changamoto nyingi tunakutana nazo, lakini pia kati ya vitu ambavyo nilishawahi kukutana navyo na siwezi kuvisahau katika mazingira yangu ya kazi, siku moja nilipata mteja mmoja, alikuwa ni mwanamke. Yule mteja nilimpata kwenye mazingira ya baa na nilimpakia akiwa amelewa. Sasa tukiwa njiani tunaelekea nyumbani kwake, umbali wa distance kama ya kilomita 3 hivi mpaka kufika kwake. Hapa njiani alikuwa anajaribu kunirahai ikiwezekana, baada ya kufika nyumbani kwake nikafanya naye mapenzi, lakini kwa sababu alikuwa amelewa na mimi sikuona kama ni kitu cha kukizingatia sana akilini mwangu. Basi tukafika mpaka pale nyumbani kwake. Tulifika nyumbani kwake, akawa anajaribu kufungua geti lake niingie ndani tuende pamoja, lakini mimi kwa kweli, kwa sababu nilikuwa nipo kazini, sikuhitaji kabisa kufanya hizo mambo, kwa sababu kuna simfahamu pia. Pale mlangoni nikamgomea na nikamdai nauli yangu. Ilikuwa nauli yangu kama 1400 hivi. Yule dada akaonesha ana msimamo mimi niingie ndani. Alipoona kwa akaelewa ni yupi, akanielekeza kwenye chumba chake. Kenda nikagonga pale chumbani. Nilipogonga chumbani, na yeye alijua kabisa alikuwa ni hakika atakuwa ni mimi tu. Akafungua mlango akiwa mtupu kabisa. Na mimi ndo niko pale mbele yake. Akawa ananivuta tena kimahaba niingie ndani. Lakini mimi nikamuonesha msimamo, bwana hapana. Alipoona kwa nimemuonesha msimamo kabisa, akafunga na mlango. Kwanza akajifanya akanibadilishia, akafanya kama nijui. Kafunga mlango, kaingia ndani. Nikagonga sana ule mlango pale, akufungua. Muda unakwenda, na mimi usiku mida hiyo ndo mija ya wateja sana. Nikaona nikaendelea kumsubiri hapa, huyu litakuwa ni tatizo. Nikaamua kurudi tena kijiweni, lakini nilikuwa nimejipanga kesho asubuhi kumfuata. Kweli ilifika asubuhi, nikawashirikisha bodaboda wenzangu pale. Nikatoka na bodaboda mmoja, tukaenda mpaka kule nyumbani kwake asubuhi. Tulipofika pale, tukajaribu kugonga mlango, tumegonga sana, mlango hajafungua. Akaja mpangaji wake mmoja akasema, huyu hapa mnapogonga ni sebleni. Sawa, kwa ndani kuna mlango mwingine wa chumbani. Kwa hiyo hata ingekuja hawezi kusikia. Inabidi zungukeni dirishani huko kwa nyuma. Kwa hiyo yeye akatusaidia kwenda kugonga dirishani. Yule mama akatoka. Kutoka kwa sababu nilimchukua na leo mwenzangu, na tulikuwa tumesha paniki kwa sababu tayari ni ametufanya vitu vya ovyo. Basi tukapaniki vya kutosha, hata yeye akaogopa. Alipoogopa akaingia ndani akatoa nauli. Kwa hivyo wakati mikasa ambayo nishakutana nayo au usumbufu katika shughuli zangu kwa majira ya usiku ni kukutana na changamoto kama hiyo. Yes, nakushukuru sana. Hebu mkumbushe mtazamaji jina lako nani? Mimi naitwa Oscar. Naitwa Oscar Victor. Sasa kijiwe chako cha usiku sasa? Kijiwe changu cha usiku ni Lelini Moshiba. Ferovia naona. Na kuna baa pale jirani inaitwa Ferovia ndani. Okay, asante sana. Huyu alikuwa ni Oscar. Huyu ni dereva ambaye ametusimulia mkasa wake ambao amewahi kukutana nao katika harakati zake. Zaidi mtazamaji, popote pale ulipo, unaweza ukasubscribe na kulike, kushare na wengine ili story hiyo waweze kuipata, na wewe kama na story yako unaweza comment hapo chini ili sisi tukufuate popote pale ulipo uweze kutupa mkasa wako. Na mimi naitwa Ruben, endelea kuenjoy na kufurahia. Hii ni Boda Live TV.
tunazungumzia maisha ya madereva na kujifunza pamoja. Asante na bye bye.